أن يجعلنا من المتقين يا رب العالمين. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم kama tulivyoamrishwa na Allah Jalla Jalaluhu aliposema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salatuhu biman sama Ramadana. Akaiweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumswalia yeye katika mwezi wa Ramadhani. Fa ya ibadallah, tupo katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu wa 1446 Hijria. Kila kilicho na mwanzo kina mwisho, na kila chenye urefu kina ncha. Ni yeye Allah Jalla Jalaluhu peke yake asiye na mwanzo wala mwisho, wal awwal wal akhir. Ama vilivyobakia wote, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Ramadhani tulikuwa tunazungumza Ijumaa ya kwanza, tukaingia Ijumaa ya pili na ya tatu, na hii tunaizungumzia Ijumaa ya mwisho katika mwaka huu wa Hijria na mwaka huu vile vile wa miladia. Na Mungu Allah Jalla Jalaluhu ajalie mwisho wa Ramadhani hii uwe ni mwisho mwema kwetu sisi, na mwisho wa kheri, mwisho wa baraka, na mwisho mwema katika maisha yetu, ikiwa Allah Jalla Jalaluhu ametuandikia kuishi, atupe umri na afya, atulinde sisi na familia zetu, abariki majumba yetu kwa ibada na taqwa na Al-Qur'an Al-Karim. Haya yanatupa mafunzo mengi, kwa siku mtu alipotoka katika tumbo la mama yake kwa furaha na bashasha na hamu, itakuja vile vile siku ya kuingizwa katika tumbo lingine la ardhi kwa huzuni na masikitiko. Na hivi ndivyo wale watu ambao ni wema wanaoichukulia saumu na funga mwezi wa Ramadhani. Wanaanza kwa furaha, wanamalizika na huzuni. Hawajui hii ndio itakuwa Ramadhani yao ya mwisho, wala hakuna anayejua. Na linalobakia ni mtu kusema alhamdulillah ala kulli hal, fa in kana hayatu khayran li, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ewe Allah, ikiwa maisha yatakuwa na kheri kwa muumini katika dini yangu na katika akhera yangu, fahyini, ndio hai na umri mrefu. Fa in kana alhayatu sharran li, ikiwa baada ya Ramadhani maisha yatakuwa ni shari, basi fatawafini, unaponifisha nifishi hali kwa raha na mimi ya Rabbil Alamin. Hivi ndivyo Muislamu anaomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wema
anamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wa sallam baada ya mwanzo mzito aliokuwa nao, kapigwa, katukana, akataka kuuliwa, kawa ni mwanzo mzito, akahama mji wa Maka, akaelekea ule mji wa Maka, akamwambia mimi nakupenda lakini nakuhama. Kenda Madina, akashambuliwa, vita wa Badri, vita wa Uhud, vita baada vita, lakini mwisho wake aliporudi Maka, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akamteremshia siku ya Arafa, siku ya Jumaa kama leo, baada salatu al-asr, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu, sheria halali na haramu, manhaj tauhid, manhaj ya fikri, ya muamalat, ya urithi, kuuza na kununua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini imekamilika. Fanyeni dawa, tangazeni Uislamu, shikamaneni na Qur'an, shikamaneni na Sunna, kuweni wa kweli, kunu maa sadiqin, iteteeni dini yenu, bebeni masulia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, beba masulia, beba majukumu yako ya kifamilia, ya dini yako, ya nafsi yako, ya mali yako. Kullukum ra'in thumma la tus'aluna yawmaidhin 'anil na'im. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah Jalla Jalaluhu, haya tuliyoyafanya katika mwezi mzima ndiyo mambo ambayo ameridhia, na ndiyo mambo ambayo anayataka, na ndiyo mambo ambayo anayapenda, ili wewe upende na Allah Jalla Jalaluhu udumu katika hali kama hii. Wa raditu lakum al-islam dinan, hamna mwongozo wa maisha zaidi ya Uislamu, hamna raha na neema kuliko mtukua katika ndani ya Uislamu. Yusalli 5 salawat, anamsujudia Allah Jalla Jalaluhu mara 5 vipindi vitano, yatasaddaq baada miezi miwili ya hujju na haji. Wa raditu lakum al-islam dinan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, yeyote ambaye atataka maisha yake kinyume cha Uislamu, lam yuqbala minhu, hata kabadili, hapokelewi, haangaliwi kwa jicho la rahma. Neema idraka Ramadhan, neema ya mtu kupata Ramadhan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa raditu lakum al-islam dinan akmaltu lakum ni'mati. Neema Ramadhan, neema Ramadhan, sio yote alipata hii neema, na maana ya neema ni ziada ulicho nacho kikafiri, na watu wamezidiwa, wamepata neema ya Ramadhan, ujijua khalas, lakini neema umeipata, umezidiwa na imani, umezidiwa na takwa, umeathirika na saumu, unahuzunika kwa kuacha tarawih, unahuzunika baada ya maghrib utafuturu tena, unahuzunika huzuni nyingi ambazo zinakukumbusha wewe Ramadhani. Neema ya Ramadhani, faman adraka Ramadhani, yeyote ambaye ataipata Ramadhani, basi hiyo yupo katika neema. Talha Abi Hurairah radhiallahu ta'ala anhu, siku ya Jumaa
mji ulikuwa ni Madina, mji wetu ni Nairobi. Anapanda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya mimbar, anasema amin, amin, amin. Hiyo Ramadhani moja pekee yake, sahaba wakaona si jambo la kawaida kusema amin au Rasul kusema amin, wakamwacha mpaka akamaliza hotuba yake. Alipomaliza wakamuuliza, ya Rasulullah, leo tumeona kitu ambacho hatujawahi kukisikia kwa wewe. Umesema amin, amin, amin mara tatu. Nini ya Rasulullah? Faqala, Mtume akasema, amenijilia mimi Jibril alayhi salatu wassalam niseme na niitikie dua. Akanambia, ya Muhammad, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, yeyote ambaye adraka abawaihi, yeyote ambaye atapata wazee wake wawili wakiwa hai, kilehuma, wote wawili, au ihdahuma, au mmoja wao, na ikawa si sababu ya yeye kuingia aljanna, faqad khaba wa khasira, huyo amepata hasara na amepata majuto. Ikiwa wazazi wawili wako, shukuru Allah, na ikiwa ni mmoja, mwangalie, na ikiwa wote wawili wamefariki, ya Rabbi samawati wal ardh, ya Rabbi al-arsh al-azim, Allahumma ighfir li walidina ya rabbal alamin, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa askinhum fi jannati al-firdaus al-a'la ya rabbal alamin. Waombee wazazi wako, Allahu jalla jalaluhu. Neema ya wazazi siku ya Ramadhani, siku ya Eid, mimbari ya Mtume. Angalia uzito wa wazazi wawili, mimbari ya Mtume, siku ya Jumaa, mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anamtumiliza ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwakumbusha ummati wake, alla birrul walidain. Halla wazazi wawili, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Kiwa mzazi kwa hai, tolee zakati fitr, mnunulie nguo, furahisha siku ya Eid kushinda wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, atakayepata wazazi wake wawili wasiwe ni sababu ya kuingia aljanna, faqad khasira, khaba wa khasira. Qul amin. Rasul akasema amin. Ama ya pili akasema, man dhukirtu indahu, yule ambaye nitataja mimi Muhammad jina langu, walam yusalli alayhi, wala asisemi Allahumma salli wa sallim alayhi, faqad khaba wa khasira, amepata hasara. As-salatu ala nabi fi yawm al-jum'ah ala mimbar Rasulillah, anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khaba wa khasira, amepata hasara yule ambaye atamwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsalia. Akhiran amin, akasema tena amin.
Faqala, akasema sallallahu alaihi wasallam, akanambia mimi Jibril, man adraka ramadhana, yule ambaye ataipata mwezi wa Ramadhan, falam yughfar lahu, na asiwe ni mwenye kusamehewa dhambi zake. Khaba wa khasira, amepata hasara yule ambaye imemwingilia yeye neema ya Ramadhani, kisha baada yake isiwe ni sababu ya kusamehewa dhambi zake. Ramadhani ni neema miongoni mwa neema za Allah jalla jalaluhu, moja pekee yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an anasema raditu lakum al-islam dina akmaltu lakum ni'mati, neema moja, si neema. Wa in ta'uddu ni'mata Allah, neema moja, neema pekee yake. Lau Allah Subhanahu wa Ta'ala kufunulia neema zake zote, hiyo neema moja. Miongoni mwa neema za Ramadhani ni mtu kuwa karibu na Allah jalla jalaluhu, kuzungumza na yeye. Mtu kuzungumza na Allah jalla jalaluhu, na namna ya kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pale unaposema ijtihad, unaponyanyua mikono yako wewe na Allah jalla jalaluhu, ukaeleza shida yako, hasa katika mwezi wa Ramadhani, hasa katika saumu yako, hasa katika usiku, katika Lailatul Qadr. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awati mustajabat, dua za watu watatu zinatakabaliwa moja kwa moja. Dua ya mtu wa kwanza, da'watu as-saimi, dua ya mfungaji, dua ya mfungaji. Wa pili, da'watu al-mazlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Ya tatu, da'watu al-musafir, dua ya mwenye kusafiri. As-siyam ni'matullah, saumu ni neema ya Allah jalla jalaluhu. Watu hawana neema hii, watu hawana saumu kama hii, na anayesema ana saumu ni saumu yake, lakini si kama hii, wala haifanani, wala hakuna saumu itafanana na hii, kwa sababu hii saumu imepita ibada nyingi katika ibada tulizofahamishwa sasa. Kuna watu wawili walisilimu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa bahati nzuri Talha bin Ubaydillah yuko pale, kasilimu wale watu wawili. Waliposilimu, mmoja alikuwa taqi ashaddu taqwa min al-akhar, mmoja alikuwa na himma ya taqwa na ijtihad katika dini, kashikama na dini sana, haina mali. Mwingine hakuwa na himma, alikuwa kuswali swala zake kawaida. Huyu alikuwa na ijtihad na bidii katika dini. Wakatokea tangazo, Rasul anaita watu, akaenda katika tangazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, nini ya Rasulullah, naenda hata akaingia katika msafara wanajeshi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kenda wakienda akaingia kwenye vita, Bwana akamweka, akafa shahidi. Akakaa mwaka mmoja na yule mwenzake akafariki. Talha akalala usiku, akaota wale mawili ndotoni. Alipoota akamwona yule aliyekufa shahidi anaenda kwenye mlango wa janna, anarudishwa, anaambiwa bado watoto wako. Anaenda katika mlango wa janna, anarudishwa, anaambiwa bado. Mara ya kwanza, mara pili, mara tatu. Akaja yule mwingine ambaye alikufa baada yake, alipofariki akaingia. Talha alisema nikaamka, kashtuka, ndoto hii si ndoto ya kawaida. Akawahadithia masahaba radhiallahu ta'ala, nimeota ndoto kadhaa, nataka tuelewe
sallallahu alaihi wasallam aisikii ndoto. Rasul sallallahu alaihi wasallam akaja wakamhadithia, akasema unastaajabu, haki ustaajabu, kwa sababu hamjui yaliyotendeka. Ama huyu mwenzake alifariki kabla ya huyu kwa sababu yeye ni shahidi, na huyu wa pili alifariki baada ya mwaka mmoja. Huyu adraka Ramadhan wa salla kadha wa kadha wa sajada sajdata kadha wa kadha. Ama huyu wa pili ambaye aliingia janna moja kwa moja alipata mwezi wa Ramadhan, na akasujudu sijda kadha wa kadha, na akaswali swala kadha wa kadha. Swala kadha wa kadha ni swala za faradhi na swala za sunna. Huyu alipata Ramadhan, faqa ajru shahid wa darajatu shahid, fadakhala aljanna, akaingia peponi kabla ya shahidi. Kwa nini? Kwa sababu mashahidi wao walipofariki walijua wao watoka peponi walipofariki. Kwa hivyo hawana wasiwasi kwa wao hawaingii peponi, wataingia peponi. Walio na wasiwasi ni wale ambao hawajafanya jihadi wakafariki katika vita, kama wale ambao wamepata uhakika. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim. Yoyote ambaye alifariki katika vita moja kwa moja yeye anajua, na aya inasema wewe fil janna. Sisi ambao hatukufariki katika jihad wala kupata daraja ya shahada tuna wasiwasi. Ili kuondolewa wasiwasi, unaambia wewe ni wasiwasi, kwa sababu huyu tayari ana kadi yake ya janna. Sijui tumeelewana vizuri? Mtu ambaye tayari akiondoka duniani ameshapewa kadi yake ya janna hii, na wengine wamepewa saumu na swala lakini hawakupewa kadi, watakapokwenda katika janna, nani atapata wasiwasi? Mwenye kadi au usipona kadi? Mwenye kadi ana wasiwasi, asiye na kadi ana wasiwasi. Ili kumtoa asiye na kadi ya kuingia janna ya shahidi, anaambiwa bwana, wewe usifanye wasiwasi, wewe mahali pako inda Allah. Lakini hao wengine hawapata shahada kama wewe, basi wewe ingia mwanzo, kwa sababu hawa wana wasiwasi. Wewe tulia, na shahidi atasubiri watu wakae, kwa sababu mbele Allah jalla jalaluhu inda rabbihim yurzaqun. Jambo la kwanza, umuhimu wa zakat al-fitr. Umuhimu wa zakat al-fitr. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi ya Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr. Amefaradisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr. Tena Mtume kufaradisha akaweka ni kiwango nasibu, pishi mateko matatu au mteko mtatu wa vyakula, na vyakula vinavyokusudiwa ni mchele na ngano, maharagwe ambao vinaliwa na unga, sukari si zakat al-fitr, chumvi si zakat al-fitr, majani chai si zakat al-fitr, mafuta si zakat al-fitr. Zakat al-fitr ni ugali na mchele na maharagwe pekee yake ambao vinaliwa. Hivi vingine mafuta si zakat al-fitr, ni ziada, ni sadaka. Sukari ni sadaka, si zakat al-fitr. Chumvi sio kumjazia mtu chumvi ndio mbili tatu mtashika zakat. Zakat al-fitr hakuna sadaka chumvi na mjazia chumvi au majani ya chai. Unamjazia majani ya chai mtu anafanya chai na sukari. Lazima zakat al-fitr. Wewe ule yani chai siku nzima. Kwa hivyo zakat al-fitr itolewe kila mmoja. Utaanza na nafsi yako, mke wako, watoto wako. Kama wazazi wawili wako hai, utawatolea kwa sababu ni wajibu. Wala kufanya kwa wazazi wawili zakat al-fitr kwa sababu ni wajibu wewe kuwatolea na ni wajibu kuangalia ili zakat al-fitr. Jambo lingine ni salatu al-Eid. Salatu al-Eid maulama wamekhtalifiana baina hukumu yake, baina ni wajibu au sunnatu muakkada. Kauli ya jamhuri ni sunnatu muakkada bi fardhu kifaya. Kwa yule ambaye anaweza kwenda kusali salatu al-Eid atoke ende, kwa
kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza watu watoke majumbani, wanaume, wanawake, wasichana, hata wanawake ambao katika hali ya hedhi au nifasi, watoke wende uwanjani wahudhurie khutba ya Eid, takbiri za Eid. Inapofika wakati wa salatu ya Eid waliepushe. Zote hizi zimepatikana katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Ummu Athiya radhiallahu ta'ala anha akasema tuliamrishwa kuwatoa watoto wa kike. Hata kuna siku mmoja akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, binti al-Barid hana mswani na hana mtabio wa kwenda kusali salatu al-Eid, akasema sallallahu alaihi wasallam aende azime, aombe, afanye lolote kwa rafiki yake apate mtandio na bubuye ili kusali salatu al-Eid. Na salatu al-Eid ni shiaru min shi'ar al-Islam. Watu haoni haya siku zao, ukiwaona barabarani wanatoka na magoma, wanapiga magoma kule na huko, zinakuja watu kutoka nje wanafanya procedure zao. Hii ni yao, na lazima vile sisi Waislamu tutumie ile freedom ambayo tuko nao katika nchi hii, kwenda viwanjani kusali salatu al-Eid, kuleta takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Shi'ar at-tauhid, shi'ar la ilaha illa Allah, shi'ar Allahu akbar. Wanaenda kwa jahili na kwa jahili. Kwa kuwa ni salatu al-Eid ya Eid al-Fitr ni sunna, ni sunna kabla ya kutoka nyumbani kwenda kuswali salatu al-Eid, oga vizuri mpaka mkato kama unampia alhamdulillah kujaliwa ile ile unayo nenda nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati amelipiki nguo ya Eid mara mbili, ndani ya kanzu yake na nguo za zamani zilikuwa kama magunia, makotoni yale mazito, magunia sana yameshona juu yake, kama gunia lingine la rangi nyekundu lililopakwa rangi nyeusi, na mwaka pili akavaa hivyo. Siva mavazi mazuri kama haya, magunia kwa kuna mashini, watu wapige kwa mawe na nguo zitengenezwe kwa pale, inaopata kwa nzuri alhamdulillah. Fahamu ya nzuri kama ni mwaka jana au kununua repeat kama mwingine mpaka manukato hafu vizuri, kisha baadaye pata kikombe cha chai, pata kikombe cha chai na tende au maji, nenda salatu al-Eid. Kitoka salatu al-Eid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ni sunna kutembea kwa miguu ukienda Eid, ni sunna kutembea